sifa mbaya za dhambi kwamba itavuruga familia, itakutenganisha na marafiki, itakutenganisha na Mungu. Vitu vibaya sana vitafanyika pale. Kitabu cha Kutoka 23 fungu la 2, maandiko yanasema usiandamane na mkutano kutenda uovu. Usiandamane na mkutano, hata kama mkutano wote umejipanga kutenda uovu, tafadhali usiandamane nao. Ndio, endelea. Wala usitie ushahidi wako katika neno lolote kwa kugeukia kando na kuandamana na walio wengi kutenda upotovu. Unajua, katika maisha ya wanadamu mara nyingi sana wakiona watu wengi wako katika upande mbaya au wanashabikia jambo na wengine wanaingia tu kwa kushabikia, hata maelezo na maana halisi hujui. Lakini kwa kuwa umeona na wengine wanafanya hivyo, na unajichanganyamo. Lakini kama kuna jambo ambalo mtu hatakiwi kushabikia ni ubaya. Kweli. Usishabiki ubaya, usishabiki maovu. Unaona watu labda wanampiga mtu, huulizi hufanyeje, unasema kumbe mnasema ameiba. Hauna ushuhuda, haujathibitisha, hajakuibia, hajafanya jambo lolote, na unaingiamo. Serikali takaposimama na kuanza kufuatilia, unaweza kusema nini ukuta wanampiga, ina maana gani hiyo? Kweli kweli. Wewe umejidumbukiza tu hivyo tu, kwa sababu vijana mara nyingi wao wanaishi kwa kuishi maisha ya mkumbo. Unakuta mtu anafanya jambo kwa sababu nimeona vijana wenzangu wanavuta bangi, wamekaa pale kijiweni na mimi nikajichanganya nao. Hapana, hatutakiwi kuichezea dhambi. Kama kuna kitu ambacho tunatakiwa kuwa makini nacho, ni tabia yetu, ni akili zetu, ni mwenendo wetu, ni sifa yetu. Hivyo ni vitu ambavyo utakiwa kuchezea. Usivichezee, kwa sababu ukivipoteza unavinunua wapi? Utanunua wapi sifa ukiipoteza? Utanunua wapi akili ukiiharibu? Utanunua wapi tabia ukiifanya iharibike? Utanunua wapi maadili ukishaya promosha yakaharibika?